Peleke. Ndio unataka pande ndo watu wa moja. Sema vizuri. Au nasi. Ukisema na wewe unakuelewa. Ipo. Haya wewe. Au ni kuchukua watu wewe. Mimi? Hii Bluetooth zinazingua. Zinazingua? Bluetooth zinazingua. Kwani hiyo flash vipi? Inataka flash. Kwani hiyo ni nini? Hiyo nini ni? Ni kadi mpya. Hazina nani? Mama Juice namuona hapa. Mama Juice amejifunga kama wale aliyeshikiwa na nani na malaika, akaambiwa naye utachukua mimba, naye atamzaa. Huyu amejifunga kama Petro. Yuda kabisa huyu. Ndo nimekuja kuchimbua na mimi huko. Anatembea spidi ndogo sana. Tutafika tumechelewa. Wewe unachelewa wapi wakati hapa saa 3 tu hapa? Saa 3? Hata wagogo tu. Wewe unataka uwahi uende wapi? Shangaa. Ndio tunafika wapi sasa? Hapa tupo ndo tunaingia Shinyanga. Anataka kumpita huyo. Tungeshampita tumeshafika huko Mwanza. Wewe unataka uwahi ukafanya nini Skola? Tukanywa chai. Chai wapi? Na kuna kwa mageti ya chai nyinyi. Namtafuta Salome na shangazi simuoni kwenye kamera. Halafu msi nimekuomba msamaha mimi sinisaidia ninunua nyama mimi nikakuomba. Ng'ombe. Haina shida. Unatumiaga viazi Salome, sema ukweli wako. Miezi. Unatumiaga viazi? Au unatumiaga asali? James hapo ukasema yuko wapi James kwanza? Mpaka auze vitabu. Nakwambia James. Basket tunaziona kabisa hizo. Hapa ndo Shinyanga, bodaboda za huko ndo basket. Watu na bodaboda zao. Hapa ndo Shinyanga sasa. Hiyo Shinyanga. Shinyanga ndugu zangu, ndo tunarudi kwenye gari, tunaondoka tukielekea Mwanza kwenye ziara yetu. Jamani, tuingie ndani jamani, muda umekimbia kidogo. Mwambie driver alipika hata honi, msiingie ndani. Dereva ashtue kidogo. Hebu mgao kidogo, watu wamezubaa huko nje. Kama mnavyoona, hawa ni wanakwaya wote
Watu wamezubaa huku kupata kidogo. Tukiwa katika gari letu tukielekea kwenye safari yetu. Huyu ni mwenyekiti. Mwenyekiti, zungumza neno tukiwa Shinyanga. Tusifundishi upya mimi. Kwamba kaka wewe ndio umevuliwa nini? Yani wao wako setu ila mimi sifundishi upya. Nini? Hii ni Mwanza, angalia ilivyo kame. Ni pakame sana, alizeti zimeshindwa kukua. Kaka, ile ni dengu mchicha ule. Ile ni mchicha bangi. Mchicha bangi? Sema kweli. Unajua mchicha bangi? Hamna. Hujui? Sijui. Yaani bangi kama hivyo bangi au? Yaani majani yake yana umbo kama la jani la bangi. Okay. Ndio maana kaitwa mchicha bangi. Mchicha bangi. Bangi ushakuiona lakini? Bangi nishakuiona. Kuitumiaje? Hapana. Nilimpa Rafaeli akanihifadhia. Sijui kama alitumia maana hakunirudishia. Kwamba ukitumia kuna mpango wa kuitumia kwanza? Mimi mpango wa kuitumia? Hapana, ila na mpango wa kumsaidia Doma aipate. Pale mlima ule na mawe yale na chimbaji. Kwanza uone jiwe sini hapo, uone keki. Lakini wanakienda kwenye mawe ile. Nagalia kuja kupanda mpaka Tanzania huko. Mimi pale niliuziwa kiwanja nikagoma kununua. Yaani kuna jiwe linatikisika yani hapa ni soko la Buhongwa. Doma. Umesema ni wapi? Buhongwa. 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 Kisukuma jamani, Kisukuma hapana. Lazima nijifunze kidogo kwanza. Buhongwa. Okay. Soko zuri lakini. Soko la Buhongwa. Hili ni soko la Buhongwa Mwanza. Soko la Buhongwa Mwanza. Soko la Buhongwa. Wewe tumelostia mimi jamani, tuko fresh hapa. Stendi ya Nyegezi hapa. Stendi ya Nyegezi. Wazee, stendi ya Nyegezi wazee. Hapa ni Nyegezi. Wow. Tupo Nyegezi. Mitaa ya Nyegezi, mitaa ya Nyegezi kama mnavyoona. Naendelea, bado hajafika. Bado kidogo tufike. Unaziona zile? Ndani. Tuna hela yake hapa, anapata upepo nzuri nini. Naingia ndani. Maana kasa kanaonekana ka kwenda kule. Eti mwalimu si ndio hii? Wewe jamaa, umetuona? Hiyo yonyoke hiyo. Tatizo nini? Maana
nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Mwenyezi Baba mbinguni, wewe ni chanzo cha mema yote. Tunakushukuru kwa wageni wetu waliosafiri salama kwa baraka zako. Tunakuomba sasa waweze kukaa vizuri. Wamefika mwisho wa safari yao, ndio hapa kwa sasa. Kubariki shughuli zao zote zitakazokuja hapa, siku ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kwa mema ya wote watakaoshiriki. Naweka mikononi mwako, Ee Mwenyezi Mungu, uwalinde. Ujio wao huu uwe ni ujio wa furaha, kukaa kwao na sisi hapa kuwe ni kukaa kwa furaha na amani na upendo. Washirikiane, wajenge urafiki na umoja na ushirikiano kati ya kwaya zetu, waweze kupeana moyo, waweze kujiweka sawa mbele zako na mbele za wengine na parokia zetu mbili. Asante Baba kwa neema yako. Nakimbilia mama yako na Bwana wetu Yesu Kristo, akimbilia lao na msalaba wao kwa maombezi yake. Nakimbilia Kristo wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote tukiwa katika hatari. Ee Bikira mtukufu na baraka, Bwana awe nani nawe rohoni mwako. wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Basi ndugu zangu, karibuni sana, furahieni. Ni kama hija, ni sehemu ya hija. Mimi nilikuwa nakuja Dodoma kule kujiambia wakati wa Father Sosi, nataka mwezi kamoja naondoka. Wale wazee watanikumbuka bila shaka. Tumeshakukumbuka. Na? Tumeshakukumbuka. Kweli? Basi naomba kwa kweli mbarikiwe sana kwa hii kitendo cha historia mnachofanya. Kupata padre mpya na kusafiri pamoja naye, mnamsherekesha. Basi Mungu atukuzwe sana kwa kitendo hiki. Nanyi mbarikiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo awe tumaini letu liwe Kristo. Asanteni sana. Kama mnavyoona, hii ndio parokia ya Kahoja na tunaendelea kujifunza namna majengo yalivyojengwa, tukiwa pembezoni mwa ziwa Victoria ambalo utapata kuliona liko mbele ya geti. Hiyo ndio ziwa Victoria.
hatari ya upepo. Hapa tunaweza kusafiri salama, tunaweza kuona vyuma vyetu hivi hapa kwenye paki. Zote ni neema za Mungu kuweza kutusafirisha salama kutoka Dodoma, kusafiri salama bila kadhia yoyote huko barabarani. Tunaendelea kulitukuza jina la Bwana kwa sababu ni Mungu ambaye ni Mungu wa rehema. Yeye ndo alikuwa dereva wetu, tunaweza kufika. Anakaa mbele kuna kiti pale. Kiti hapo, weka hapo pote pale unapoona pana siti. Sahihi kabisa. Jamani, poleni kwa uchovu. Asante sana. Poleni kwa uchovu. Asante. Hawa mjachoka. Pole pia. Hawa mjachoka, tuendelee na safari. Tumechoka sana. Poleni sana. Kaogelee kwanza. Au nani kimya lalo nijibu Hata kuchoka hata kuitikia tumechoka. kwa kweli. Kaogelee. Bado nimeshageuza kama nani. Wale sijui ndo story. Mama naweza
Bwana
Thank you.
Tunakupiga sasa. Tehama hata sijui nimelala wapi. Anafanya kazi. Mwenye tehama na wajumbe kadhaa. Mwenye mdeni. Alafu kufikia 10. Yes. Nini? Ameshajibu. Umeipata umeshajibu. Yaani umejitoa kwa sister. Yaani nimeangalia mwendo wa gari kuja hapa. Unaweka Bwasa. Frank, mbona umenasia sana hapo? Mbona umchukua hata John Mboga? John Mboga mbona hujatoka au Maria? John, unaizungumzaje hii ziara ya Nyakahoja hii? Umeionaje? Umeenjoy? Fanya. Hebu nifoto na picha kidogo. Napiga simu moja tu zinakuja mtima. Mtima amemtelea. Unaongeza makozi. Tukiwa maeneo ya Kawekamo, maeneo ya hija, pale ambapo waumini wengi huwa wanapenda kuja kutembelea, na pale tunapoingia kwa sasa. Watu wanaambia wanajua. Unajua wanaambia hao. Wewe piga nani?
Upendo wa Mungu, Bikira Maria mama Mungu kutoka Kindege. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Karibuni Kawekamo. Sisi Wanakawekamo tunasema moyo wangu tulia, Kawekamo kuna utakatifu, moyo wangu tulia. Karibuni sana. Poleni na safari ndefu kutoka mji mkuu Dodoma mpaka kwenye mji wetu huu wa Mwanza. Asante. Nafarijika kuwaona mmefika salama na afya, kwa sababu tulikuwa tumeporokia pacha kwenye kaoja, naamini hamjashirikiwa chochote. Naitwa Emmanuel Kitabo, mimi ni mlei mwenzenu na ni mratibu wa shughuli zote za hija jimbo kuu la Mwanza. Tarehe 17 ya mwezi wa 5 nilisafiri nikafika Dodoma, nikakutana na Baba Askofu Beatus Kinyaia, tukaongea mengi. Nikaenda mpaka pale Kindege, nikakaa na paroko wenu msaidizi. Paroko alikuwa Nairobi, amesharudi? Tulizungumza mengi, nikamwachia na matangazo pale, nikamwambia hizi kwa zako tunatamani tuweze kuziona Kawekamo. Sasa sijui aliyoendelea. Wale wenzetu walikuja mwaka jana eti. Na wenyewe pia niliongea nao kwa simu, kwa sababu mwaka jana walikuja mimi sikuwepo. Nikapewa namba zao tukaongea kwa simu hapo Dodoma. Nikafanya kikao na halmashauri walei, kiwemo katibu wenu wa halmashauri walei jimbo na mama yenu Mama Ana kutoka Kindege, ndio mwasibu wa walei jimbo. Wale nikanao mpaka saa 6 za usiku. Tukiwa pale anasema jimbo complex. Ndio. Complex. Ndio. Nikawa na mtu mzuri sana pale. Nikagonga na wani za kufahamu kwa sababu na pesa si wale zile kwa kifaa. Kwa sababu nilizishusha vizuri. Mahali nilipo hapa ni kikanisa ambacho Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alisali hapa. Alikanyaga hapa, alisali hapa. Ilikuwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 9 1990. Mungu aliye mwingi wa huruma alipendezwa na ardhi hii ya Kawekamo, ikiwa ni ardhi iliyokuwa inamilikiwa na Jeshi la Wananchi Tanzania, lakini ilitolewa eneo hili kwa ajili ya Yohane Paulo wa Pili kukanyaga ardhi hii, kusali hapa, kutoa sakramenti mbalimbali hapa. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunasema Kawekamo ni eneo takatifu. Na ndani ya Tanzania hatuna eneo lingine tena lililokanyagwa na Yohane Paulo wa Pili ambalo liko ndani ya kanisa Katoliki. Huu ni ukweli. Ukienda Moshi Memorial Stadium sasa hivi ni maduka, ni eneo la serikali ile wanafanya biashara. Ukienda Dar es Salaam pale Jangwani sasa hivi panajaa maji tu pale, si ndio? Na waweka pale stendi ya mwendokasi, si ndio? Ukienda Tabora pale walifanyia hali ya Selemini. Ukienda Songea kule ulikuwa ni uwanja wa Jumaa Jet. Yote ni maeneo ya kanisa. Kwa hiyo Watanzania tuna kila sababu ya kujivunia mlima huu mtakatifu wa Kawekamo. Na uone Mungu alivyo Mungu wa muujiza kweli, na alikuwa anatupenda sana Watanzania. Baada ya Yohane Paulo wa Pili kuondoka, Jeshi la Wananchi pia wa Tanzania chini ya Rais Hassan Mwinyi wakaondoka kukabidhi mlima wote kwa kanisa Katoliki jimbo kuu la Mwanza, ili sasa Wakatoliki wa Tanzania tuweze kujinafasi. Kwa ukifika hapa, hii altari ndio ilitumika mwaka huu, bado ipo. Hizi mimbari hizi ndizo zilizotumika, bado ipo. Na kwa sababu imefika, hatukuwa na mawasiliano mazuri, lakini tutajitahidi walau mtaweza kuona gari aliyopanda akiwa hapa. Tunacho kiti alichokalia Yohane Paulo wa Pili, kilikuwa kinakaa muda wote hapa, lakini sasa kwa matumizi mabaya sisi wa Tanzania kila mtu anataka kuangua.
askofu akahamisha akasema tunakaa ndani mwake sasa. Kwa hiyo tuwezi tukakiona. Lakini pia tufanye masalia daraja la kwanza. Damu ya mtakatifu Yohane Paulo wa Pili iliyodondoka kwenye stola wakati anapigwa risasi ipo hapa, kile kipisi cha stola na hiyo damu imetunzwa vizuri kabisa, na hiyo huwa itoki mpaka mwezi wa 9 tunapokuwa na ile hija kuu. Tunasema ni hija kuu ambayo Watanzania wengi wanatoa. Hiyo ndio watu tunaitoa sasa, kila mtu anafika na weka mikono yake kwa Lakini pia hapa tunayo masalia ya Mtakatifu Antonio wa Padua, mfupa wa ubavu wa Mtakatifu Antonio wa Padua tunao hapa. Lakini pia tunayo damu ya Mtakatifu Andrea Basete. Huyu ni mwanashirika Bruda, shirika la mapadri wa msalaba. Sisi hapa Mwanza tuna mapadri wa msalaba wako hapa Nyasata. Na alikuwa ni katika enzi yake alikuwa na ibada kweli kwa Mtakatifu Yosefu. Na kwa nguvu hiyo ya Mtakatifu Yosefu aliweza kuwa mpaka na mafuta kwa heshima ya Mtakatifu Yosefu. Kwa hiyo itokea dunia nzima watu wanamkimbilia Andrea Basete, niombee, watu wanapata miujiza, wanaondoka. Ile sadaka walikuwa wanamwachia pale, mwisho wa siku shirika walijenga kanisa kubwa duniani la Mtakatifu Yosefu pale nchini Canada. Kwa hiyo huyo Mtakatifu Andrea Basete pia tunaye hapa, na Antonio wa Padua na Andrea Basete. Mara nyingi mahujaji wakija kama hivi, kama kuna mawasiliano mazuri, si ndio? Yanakuwa hapa, mnaweza mkatoa heshima na kugusa. Sasa leo napata ukakasi kweli kweli. Katibu, umempata sister? Mwambie sasa kuna haja naye. Alafu nisaidie kumwambia Father Ngereja. Naye alikuwa anakuja. Mandhari ya Mwanza jinsi inavyoonekana, na hili ndo kanisa la Kawekamo Cathedral. Hii ndo ni kanisa kubwa. Mategemeo yetu ni kanisa kwa ukubwa ni la pili la pili. Mandhari ya Mwanza jinsi inavyoonekana, na hili ndo kanisa la Kawekamo Cathedral. Hii ndo ni kanisa kubwa. Mategemeo yetu ni kanisa kwa ukubwa ni la pili la pili. Vijana huko ziwani wanaenjoy maisha. Vijana wamekuja Mwanza, wameona isitoshe wafike ziwani. Franki, yaani kuja Mwanza mbona isitoshe lazima wafike kwenye maji mzee? Unakujaje Mwanza hapo usifike wewe kwenye maji? Wow. Umeenda Mwanza utakuwa umeenda hapo. Au utakuwa umeenda Nyakahoja? Jackie, Kristo. Umenawili. Yaani toka umekuja toka Dodoma. Amekula dagaa hawa tu. Wawili. Anawili na kunawili. Nimenawili tu dakika hii. Hoja muona Saloma hapa. Bado mwambie Saloma. Unaonekana nani? Sawa, kuna hao wengine huko hapa. Kristo. Shemeji yangu. Kristo. Mzima? Umeenjoy. Sana. Umenawa maji nani? Umegusa maji nani? Ya Ziwa Victoria. Sema kweli? Yeah. This is Ziwa Victoria. Look. Vijana mnaoga? Mmekuja kuoga huko? Mmekuja kuoga? Mimi bado nipo. Tupo Ziwa Victoria. Tupo Ziwa Victoria. Wewe mamba huyu. Baba padri songa mbele hapa. Wow. Wanakuwa tuna nyuma ya padri, tuna nyuma ya padri, tuna nyuma ya padri.
Okay, asante. Mimi nazijua mbilinge za wanakwaya, maana na mimi si mwenzenu. Okay, asante. Naomba kwa niaba ya wanakwaya tafadhali, aidha mwenyekiti, katibu anayetamka zawadi kwa niaba ya wanakwaya. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Wanakwaya, amina. Asante sana. Kwanza kabisa, kwa niaba ya uongozi wa kwaya Maria Mama wa Mungu kutoka parokia Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska, parokia ya Kindege, jimbo kuu la Dodoma, nawashukuru wanaparokia Nyakahoja kwa mapokezi mazuri mliotuandalia hadi muda huu. Bila kupoteza muda, mbele yenu hapa ni wanakwaya wa Maria Mama wa Mungu kutoka parokia Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska, parokia ya Ndege. Padri Sajilo ni mwenzetu. Kabla ya parokia Miuji, parokia mama ilikuwa ni parokia Kindege. Kwa hiyo imezaa parokia nyingi. Kwa moja wapo parokia hizi ni parokia Miuji. Padri Sajilo, sijui kwa lugha yao ya kienyeji ya Wagogo, Sajilo nachojua mimi ni jiwe moja wapo la kusaga nafaka, ndio Sajilo. Nafahamu mimi. Kama nimekosana nitaisha. Lakini na mimi miongoni mwao nimetoka katika kabila hilo upande wa mama. Kwa hiyo ndio Sajilo ni jiwe la kusaga nafaka la kimila na Wagogo. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ndugu waamini Nyakahoja ambao mpo katika ukumbi huu, tunawashukuru sana kwa mapokezi mazuri ambayo umetupatia tangu tulipofika jana katika parokia yenu ya Nyakahoja. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa baba paroko wa parokia ya Nyakahoja, uongozi wa halmashauri ya walei, uongozi wa kwaya ya shirikisho na waamini wote kwa pamoja. Basi sisi katika unyonge wetu wanakwaya hatukumwacha pweke ndugu yetu pacha wetu Sajilo kutoka parokia Miuji. Tumemwandalia zawadi ndogo ambayo itamsaidia katika safari yake ya utume wa maisha. Basi nipende kuchukua nafasi hii kusema kwamba baada ya tukio hili kukamilika, tunapenda kuwaaga rasmi kwamba tutakuwa safarini kurudi nyumbani Dodoma, kutokana na mazingira ambayo hayawezi kuelezeka, lakini hivyo ni mazingira ya kazi. Kwa watu kwa Jumatatu kazini wawepo kazini kwa mujibu wa ratiba zao za kazi katika majukumu yao. Basi sisi tukazingatia hilo. Kwa hiyo tutaondoka usiku huu kurejea nyumbani Dodoma. Naomba mtuombee katika safari yetu hiyo ya usiku huu mzima. Katika sala zenu mtuombee tuweze kufika salama. Tunawapenda sana sana, na tunaahidi wakati mwingine, leo tumekuja kama pasha, yaani kama juu tu hivi, ajia rasmi. Lakini tutaandaa safari rasmi ya kuja Nyakahoja kwa ajili ya kutembelea vituo rasmi vya hija kama Mtakatifu Rita. Leo tumetembelea Nyakahoja tu pale kidogo kupata historia kwa ufupi. Lakini tutakuja pawe kamo. Asante sana. Sio pawe kamo, jiwe moja. Asiku wanakazia jiwe moja. Na sisi tumeliona hiyo. Tumeona kanisa linalojengwa pale. Kwa hiyo tunaamini mwakani kama itapendeza Mungu, basi tutafanya ziara nyingine kuja Nyakahoja hapa kwa ajili ya kufanya matendo makuu ya kumtukuza Mungu kwa ajili hiyo. Basi bila kupoteza muda, naomba nimkabidhi Padri Sajilo katika utume wake. Basi kile ambacho tumekiandaa kama kwaya Maria Mama wa Mungu kiweze kumsaidia katika utume wake wa kuendeleza daraja takatifu alilolipata. Kakaangu, mdogo wangu, mimi na miaka 49. Mwakani tuna jubilei ya miaka 50 ya parokia yetu ya Kindege. Katika jubilei hiyo, miongoni mwao ni wale waliozaliwa mwaka 76. Kakaangu huyu amezaliwa 76 na mimi pia. Kwa hiyo miaka 50 tunasherehekea jubilei ya miaka 50. Kwa hiyo bila kupoteza muda, naomba nimkabidhi zawadi ambayo tumemwandalia kaka yetu mdogo wetu Sajilo katika safari yake ya utume,
aweze kuendelea kumtukuza Mungu na kufanya kazi yake kikamilifu kadri alivyoitika. Baba, pia tunamkabidhi flashi ambayo ina nyimbo zetu pendwa za Maria mama wa Mungu. Kila atakapokuwa anakwenda kutembelea parokia zingine, akiwa nyumbani anasikiliza, basi aweze kupata utakatifu, aweze kupata utakatifu katika nyimbo za Maria, zimbariki na aweze kuendelea kazi yake utume vema. Pia paroko wetu, hatujamsahau paroko wetu wa parokia Nyakahoja, naye pia tunaomba tumsawadie flash ya nyimbo za Maria, naye akiwa pale katika nyimbo yake amekaa ametulia, anafanya tafakari, anasikia nyimbo za Maria, Bikira Maria mama kutoka kindege. Naomba tupate picha na baba tafadhali, tupate picha na baba.